Habari za wakati huu popote pale ulipo, ukiendelea kufuatilia kipindi chetu pendwa kabisa cha Golf Sports ambacho kinakuhabarisha habari mbalimbali na chambuzi mbalimbali za mpira wa miguu au wanasema football. Na leo ni siku nyingine tena ambayo nimekuja kumtembelea mchambuzi wangu ili tuweze kujadili mambo mbalimbali ambayo yameshika hatamu katika vijiwe nongwa vya soka. Kwanza kabla ya mambo yote, bwana mchambuzi, habari za wakati huu? Ndugu yangu, habari ni njema kabisa, na siku Mwenyezi Mungu mambo yanaenda vizuri upande wako. Tumerudi tena kwa nguvu kubwa sana. Tumepokea maoni kutoka kwa watu mbalimbali. Mama yetu Beti ya Sajile amelalamika sana kwamba hatuoni, lakini ilikuwa ni mambo ya kiteknolojia. Lakini tumerudi tena kwa nguvu na kasi kubwa sana. Swala ambalo limeshika kasi kubwa sana Tanzania kwa sasa ni mechi ya watani wa jadi, dabi bora kabisa kati ya Simba na Yanga, dabi ambayo tunatarajia itapigwa siku ya tarehe 8 majira ya saa 1 jioni, watu wakishamaliza kufuturu na wale Wakristo na wenyewe wakishapata chakula chao mara baada, kwa sababu unavyojua sisi tupo kwenye Kwaresma na Ramadhani. Kwa hiyo itakuwa ni kipindi kizuri sana. Watu walitarajia, ilipita miezi, wiki, siku, sasa tunahesabu masaa kwenda kushuhudia mchezo kubwa. Joto limezidi kupamba moto. Twende moja kwa moja. Mechi kati ya Simba na Yanga ni miongoni mwa dabi bora sana barani Afrika. Kufuatia kuna dabi mbalimbali, kuna Soweto dabi na dabi zingine. Taja dabi 5 bora. Basi Simba na Yanga, hawa miamba wa Kariakoo, ni miongoni mwa dabi ambazo zinafuatiliwa sana barani Afrika. Tutarajie mchezo wa tarehe 8 utakuwa ni mchezo wa aina gani? Obviously mechi ya Simba dhidi ya Yanga, obviously mechi tough sana. Regardless wanakutana kwenye mashindano gani, aidha ni FA ama ligi kuu, always mechi inakuwa ni tough sana. Ufunguzi wa ligi, ufunguzi wa ligi kuu, mechi huwa ni tough sana. Of course na kuzingatia this time around, Yanga anaongoza ligi akiwa na point 58, of course akizidi Simba point 4 akiwa na 54. So ni mechi tough sana kwa pande zote mbili, kwa pande ya Yanga lakini kwa pande wa Simba Sports Club, kwa sababu nafahamu kwamba kwa nature nchi yetu Simba dhidi ya Yanga ni mechi ambayo hata viongozi wa serikali wengi inawagusa mpaka makanisani, mpaka misikitini. Kwa hiyo ni mechi ambayo kimsingi inagusa kila nyanja, masokoni, misikitini, serikalini, kila sehemu inawagusa. So ni mechi ambayo kimsingi mashabiki wengi wanataka matokeo positively ili angalau wiki yao iwe ni wiki nzuri sana, na ikitokea ni sare wengi wanasema afadhali. Unajua kulikuwa ni mmoja anapokuwa anapoteza mechi. So mechi ya weekend hii ni mechi tough sana kuzingatia kwamba Yanga wana management mpya kwa coach, lakini pia kwa Simba Sports Club igizo mpya la Mpanzu. Ni mechi tough sana kwa upande wa timu zote mbili. So nafikiri mtu wa siku ndio itatokea, tusubiri dakika 90 chochote kitatokea kama last time. Ukienda maskani pale ambapo tunakaa pamoja na walimu wa Patrick Mission tukiwa tunapiga story, kuna mtu mmoja anaitwa Samson Isaya, mwalimu wa shule fulani. Yule jamaa anasema kwamba mchezaji anaogopwa katika dabi hiyo, yeye ni shabiki wa Simba. Anasema mchezaji ambaye wanamuogopa ni Pacome Zouzoua kama akitaka, lakini wakati huo huo kuna ndugu yetu mmoja anaitwa Fredrick Mwandosia. Ni mdau wetu. Yeye anakuambia kwamba mechi ya tarehe 8 mgeni rasmi atakuwa Eli Mpanzu Kibisawala. Kwa hiyo Yanga waje kuona show za Eli Mpanzu Kibisawala. Nataka tuzunguzie Eli Mpanzu Kibisawala. Ni mchezaji ambaye ni mgeni, ameingia kwenye dirisha dogo, lakini ameonekana ni mchezaji ambaye atakuja kuwa mwiba sana katika hii mechi. Unazungumziaje hili swala? Of course ujio wake umekuwa ni positive sana kwa upande wa Simba. Of course katika wachezaji ambao ndio mwanzoni wakati msimu unaanza, kocha wa Simba Fadilu alikuwa na kikosi ambacho ni permanent. Wanaingia wanatoka hawa, lakini toka amekuja Mpanzu ameonekana kuwa ni wa starter. Unajua wataweka hivyo, lakini bado Mpanzu atoka kwenye kikosi cha kwanza. So Mpanzu anaonekana kama mchezaji muhimu sana kwa Simba kwa sasa, kwa sababu angalia tu hata anavyotani, anavyoreceive mpira, anavyorelease mpira, ana kasi, anapiga migoti miwili. Unajua so ni mchezaji ambaye kimsingi na kuchungwa sana katika mechi hiyo inayokuja tarehe 8 hapo kesho, na ndio bado tunasema kwamba nafikiri kocha Hamdi, kocha wa Yanga, atakiwa achange vizuri kata zake, nani beki wa kulia kule aanze. Of course aanze Somali au mtu asiku aje aanze Ezali Mwenda. Yeye atakayeanza kule nafikiri atakuwa kuna moto sana, nyasi zitaumia sana. Of course nakumbuka miaka kama 10-20 nyuma hivi 2005 ilikuwa ni Clasico moja kati ya FC Barcelona dhidi ya Real Madrid Santiago Bernabeu, na nafikiri wakati ule Ronaldinho gaucho kwenye piki sana, na kuna beki moja kulia wa Madrid Conte Salgado, yule beki sio alipata tabu sana, inasemekana lana that day. So najaribu kupata hiyo picha
kwenye mechi ya Yanga ambako Eza pekee beki wa kulia dhidi ya Mpanzu, kuna shughuli kubwa sana, kuna shughuli pevu sana hapo kesho. Pacome akiwa anaonekana ni mwiba dhidi ya Simba, na huku tukiwa tunasubiria show za Elie Mpanzu Kibisawala naam. Katika hiyo siku ya tarehe 8. Naam. Tuachane na mambo hayo. Ukifikiria kwa saizi timu zote mbili ni wakati ambao mara nyingi sana mechi ambazo zikiwa zinakaribia kati ya Simba na Yanga lazima timu moja iwe katika peak, katika ubora mkubwa, nyingine ikiwa katika ubora wa kawaida. Lakini safari hii timu zote mbili zimeonekana kwamba zipo katika ubora mkubwa sana. Yanga wakiwa chini ya kocha mpya mara baada ya Said Ramovic kufungishwa vilabu na kuondoka kwa Belouizdad. Yanga wakiwa chini ya kocha Hamdi. Wakati upande wa pili Simba bado wapo na Faldu, lakini ni timu ambazo zimeonekana, Simba watu wengi wanawapa karata kwamba ni timu ambayo ni surprising, kwa sababu walikuwa wanasema wanatengeneza timu, lakini sasa timu imetengenezwa na wako vizuri sana Simba. Na watu wanaitarajia kwamba Simba inaweza kufanya jambo kubwa zaidi kuliko Yanga. Yanga kocha ni mpya, lakini wachezaji wengi waliocheza dabi 4-5 wakina Azizi Ki, wakina Pacome Zouzoua, wakina Djigui Diarra, wakina Job, ni wachezaji ambao tayari wanafahamu bila kumsahau mkongwe wa dabi zote Jonas Mkude Nungunungu nafikiri ndio watakuwa mchezaji ambaye amecheza dabi nyingi ndani ya Simba na Yanga. Kupitia vitu hivi viwili, Yanga wakiwa wachezaji ambao wana uzoefu wa dabi na Simba wakiwa timu ambayo ipo katika peak, ipo katika mfumo mzuri, imeshaunganika. Hapa tunaweza tukaiwekeje hii mechi kwamba je, Simba wanaweza wakachukulia kitu hicho kwamba kwa sababu wapo katika peak na wachambuzi wa soka wanawapa nafasi, wanaweza wakaichukua hii mechi? Nafikiri kwanza obviously tujue kabisa kwamba tunapokuta kwenye dabi obviously leo na matokeo kushangaza sana, na tunasema kwamba kwenye dabi always kuna timu zile kwenye performance nzuri sana lakini bado siwezi kupata matokeo. Kama kipindi cha nyuma Yanga Bakuli na Simba wapo katika piki ya mwaka 2016 17 baba, lakini bado hali inakuwa ni changamoto sana. So nafikiri kama nilivyosema hapo, Yanga wanaigiza jipya la kocha Bwana Hamdi kutoka kwa Singida, lakini pia wachezaji wengi tayari wamecheza nini, wamecheza dabi. So najua joto la dabi inataka kitu gani. Unajua kulinganisha na wachezaji wengi wa Simba ambao kimsingi hii ndio kanda dabi ya pili ya tatu, wengi wao wamecheza dabi moja tu. Kwa hiyo hawajui maana ya dabi na jinsi dabi inavyokuwa. So nafikiri tunasema kwamba kwenye mpira kuna wakati wachezaji wengi sana wanashindwa kufuata maelekezo ya kocha, anakuwa amebounce. Kwa mchezaji inabidi awe talented, atumie uwezo wake binafsi kuweza kutengeneza matokeo na timu iweze kupata faida. So nafikiri kwa hali kama hiyo, binafsi ninaona timu ambayo ina wachezaji wengi sana ambao wana experience, wana exposure kubwa sana katika mechi hizi kubwa kwenye top level ya ligi yetu hapa Tanzania, wanakuwa na advantage kubwa sana kupata matokeo mazuri kulinganisha na Simba ambao of course wana kocha ambaye tayari amecheza mechi zaidi ya mechi moja ya dabi, lakini kulinganisha na wachezaji wake changamoto bado inakuwepo tofauti sana, kwa sababu kwenye mechi kama hizi kuna wakati sana hatuhitaji sana kocha, tunahitaji uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja, na kama mtokea wachezaji wameshindwa sana, so tunahitaji ubora wa kocha. So kama ubora wa kocha kushindikana, basi ni wachezaji uwanjani inabidi pambane kuweza kupata matokeo. So ukiangalia kwenye mizani naona timu ya Yanga ambayo ina wachezaji wengi ambao experience na dabi wana nafasi nzuri ya kupata matokeo ambayo ni positive. Siku mbili zilizopita mara baada ya kutangazwa kwa muamuzi wa mechi, yani watu wote milioni 60 Tanzania tunasubiri man from Manyara Alajiga, mzee wa kunesa, anakimbia na nesa hivi, apige filimbi mpira uanze pale katikati. Mashabiki wa Yanga wamefurahi vibaya mno, kwa sababu ukizingatia kwamba mechi ya mwisho kati ya Simba na Yanga kabla ya hii ya moja ile ya ligi ile, tunasema kwamba Alajiga ndio alikuwa katikati Simba wakati anaadhibiwa zile goli 5 chuma 5. Upande huu unamzungumziaje Alajiga kuelekea mechi hii ya tarehe 8? Alajiga bwana, katika of course ni moja ya marifali bora kabisa Afrika kwa sasa, na ambaye anaweza kumanage zile sheria 17 za soka. Nafikiri kuna sheria moja ambayo pia nimekuwa nikimfuatilia sana, anatumia sana, ni sheria ambayo tunakopa invisible law. Maana yake ni hekima na busara za nani? Za mwamuzi. Kama kuna sehemu unaangalia mazingira kama unasema hebu hapana, yaani hekima na busara. So hekima na busara mara nyingi sana ndio zimekuwa zinazua tafaruki. Kuna nini pale? Ameshapata bahasha au nini? Unajua, lakini Alajiga ni moja wa marefali bora kabisa Tanzania, na ambao nafikiri
inabidi tutafsiri sheria 17 za soka aweze kumanage game. Of course mashabiki wengi wa Yanga wamependa La Liga kwa sababu wana matokeo mazuri, kwa sababu hata mechi za mwisho za La Liga kuchezesha, kuna mechi moja ya nyuma ambayo ilikuwa ni 2-1, pia alipata ushindi, Yanga alipata ushindi, lakini pia mechi ya 5-1 lakini pia alipata. So mashabiki wengi wa Yanga wana matumaini kubwa sana na La Liga kulinganisha na mashabiki wa Simba ambao wao sasa wanategemea kuangalia matokeo yatakuwaje. Wachemke na La Liga baada au wasema sasa tunashukuru. So nafikiri kila siku atakafanya sheria 17 za soka, nafikiri ataweza kufanya vizuri. Nafikiri kwa mara ya kwanza bado of mechi anaweza kaa La Liga kabla ya mechi na mara baada ya mechi. Tuachane na timu zote mbili zimeshacheza michezo mingi sana ya raundi ya pili karibia nusu. Nafikiri watakuwa wamebakiza michezo 9 au michezo 10. Yes. Tuseme kwamba kwa mbio walizonazo na ushindano walionao, hii mechi ndio itakayoamua kwamba bingwa wa msimu huu atakuwa ni nani? Definitely, kwa sababu ukifuatilia kwa ligi yetu Tanzania kwa sasa, eza timu kuifunga Simba imekuwa changamoto sana, kuifunga Yanga imekuwa changamoto sana. Na ndio maana kwa hakuna kipindi ambacho ligi yetu imekuwa na discussion kubwa sana za waamuzi kufavor eza Yanga ama Simba kwenye kipindi kama hiki, kwa sababu Simba washachoka kuwa wasindikizaji kwa bingwa kwa yoyote. Ndio maana naangalia kwamba ubora. Lakini Yanga yao pia nao wanahitaji kuendelea ku maintain ubora wao wa kuenda kwamba sisi ndio madoni wa Tanzania. So imekuwa ikitokea sana kwamba watu wengi kama wakaamini kwamba Yanga wanapendelewa na mashabiki wa Yanga amini kama Simba anafanyaje anapendelewa kwenye hizi sakata za hivi karibuni. So nafikiri kwa hali kama hiyo, na timu nyingi za Tanzania kwa sasa zikutana na Simba au na Yanga ni goli 3-5 wengine wako mpaka 6. Nafikiri sidhani kama kuna timu ya kuweza kuikwamisha Simba au Yanga kuelekea kwenye ubingwa, na kuzingatia kwamba tunapoelekea mwisho wa ligi watu wengi wanakuwa sio position zao. Mwingine anashuka daraja, nikaze kwa nini? Nishinda championship. Mwingine nishamaliza nafasi ya 4. Nikaze kwa nini? So nafikiri mechi hii atakayepata point 3 zote, na nafikiri ana nafasi kubwa sana ya kuwa championi, ukizingatia Yanga atamzidi sasa Simba point 7 na point 50, atamzidi point 7 amzidi point 4. Lakini Yanga Simba akishinda atakuwa still ni point 1 hapo mazidi Yanga, akifuza kila game moja mkononi dhidi ya Dodoma Jiji tarehe 14. So yeye atakayepata ushindi game hii ana nafasi kubwa sana ya kuwa championi wa Tanzania kwa msimu 24-25. Kwa taarifa tulizozipata kutoka kwa makocha technical bench wa timu zote mbili, Simba wamesema kwamba kuna wachezaji wao wawili ambao ni 50-50, ambaye kuna goalkeeper Kamara pamoja na Che Fondo Malone. Wakati kwa upande wa Yanga ni Azizi Ki naye ni 50-50. Licha ya kusema kwamba hao nyota hata wasipokuwepo kesho, karata yako wewe kama mchambuzi unaitupa sehemu gani? Of course kama naitupa karata yangu wapi naitupa? Mtu kama Shemalone of course tunafahamu kabisa amekuwa na makosa msimu huu, amekuwa na makosa ya mara kwa mara sana. Sasa najaribu kutafakari tu kwamba ikitokea akipona akacheza na akafanya kosa la kibinadamu kwenye mechi hii ambayo ni very crucial game, sijui kama ndo salama. So kama kweli bwana ana 50-50 ni bora simpange timu nyingine ambayo iko fit asilimia 100 kuliko asije akacheza, ambayo ndio hapo tunatarajia kwamba Karabu Chamwa akacheza pale na Hamza, akacheza na Hamza pale kati kuweza kukamilisha defense hii, angalau kuliko mtu acheza na hali ambaye bado pengine hali yake sio nzuri, ikatokea afanya kosa la kawaida sana ikawa nongwa kama iliyotokea ile kipindi cha 5 bila mara baada ya kuondoka kocha wa magolikipa. Unakumbuka alifanya press moja hivi akasema mimi nilisema Manula haiko fita cheza, kwa mnamaanisha nini? Yakatokea kipindi kile. So umeniuliza kwamba gadangu nitupa wapi, ndugu mtangazaji? Nikichungulia kwenye televisheni yangu, nikichungulia hii game sana ndugu yangu akichungulia ndugu mchambuzi akiona kule anaona kabisa kwamba hii game ni inaweza kawa ni 0-0 au 1-1, game ambayo ni bila sale. Turudi hapa kwa ajili ya kufanya round up siku ya Jumatatu. Tuangalie wakina nani ambao wataenda kazini karibu funga yao baada ya pale, kwa sababu watu watatukana sana matusi. Kuna watu wataacha kufunga kwa sababu ukizingatia timu zetu zote mbili sasa tupo katika mfungo kikubwa. Nafikiri Alaziga ataendelea kutrend au GSM tena kwamba kwa nini anadhamini timu 9. Nyuma ya kamera tunaye mtaalamu wetu Mika. Mpaka wakati ujao usichoke kusubscribe na kucomment. Bright Sports, bingwa wa michezo.